kama mnavyoona katika miezi michache ambaye Mheshimiwa Rais amechukua usukani, Mheshimiwa Rais ameamua na ameamuru ya kwamba serikali yake ndio itaangamiza biashara mbovu na uhalifu wa wizi wa ng'ombe Kenya hii yetu milele na milele. President Ruto has decided to bite the bullet and be the president who will oversee Kenya's transformation and Kenya's successful fight and victory over bandits, reckless criminals who have killed so many people in our country in the pretext of culture, business, and other things that they cite as the reasons why they commit those crimes. Na mimi nataka niseme hivi, wale watu wote katika Jamhuri ya Kenya ambao ni wezi wa mifugo, ambao ni wauaji, ambao wametuletea hasara hii ya siku nyingi, hao wezi siku zao zimehesabika, chuma chao kimotoni. Na mimi nataka niwahakikishie hii serikali ya Kenya Kwanza itamaliza uhalifu wa wizi wa mifugo. This is the administration that will give this country the liberation from the bondage of cattle and livestock rustlers. Najua tumejaribu kiasi, lakini bado kazi ipo. Kwa hivyo maafisa wetu wote wa usalama, wakiwemo maafisa ambao tumeleta hapa siku ya leo, mjue vita dhidi ya uhalifu wa wizi wa ng'ombe ni kuanza tu, imeanza. Tuko na safari mrefu ya kusafiri. Na mimi nimesema nikiwa waziri wa usalama wa nchi ya Kenya, haitawezekana kundi fulani la wananchi ambao ni wahalifu litawale sehemu zingine za Kenya ili hali tuko na serikali. Kwa hivyo wale wahalifu wote ambao bado wako msituni pale wakijitayarisha kuiba mifugo ya majirani wao, wakijitayarisha kuleta maafa na mauaji kama yale maafa tumeona hapa juzi katika hii barabara ya kutoka Kitale kwenda Lodwar, hawa wezi tutakabiliana nao, tutapambana nao, tutakabiliana nao na tutawashinda. Mimi niko na imani tutashinda hao wahalifu. Kwa hivyo maafisa ambao mmekuja hapa, msikuja hapa kuzembea, msikuja hapa kulala. Rais alali, mimi waziri silali, hata nyinyi msilale. Tushirikiane na viongozi, tushirikiane na wananchi, na kwa sababu wananchi wapenda amani na viongozi wao na sisi ndio wengi kuliko wezi wa mifugo, tutawashinda. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo tumefanya hatua fulani. Hali sasa sio vile ilikuwa. Tumeleta vikosi vya usalama vipya hapa, tumeongeza idadi za utawala, tumeweka mambo ya ujasusi, lakini bado hii safari ni ndefu na tutakoma katika hii safari mpaka tuwe tumefaulu dhidi ya hawa magaidi na wahalifu. Mambo ya bandit highway ama highway banditry pale hiyo barabara ya Kitale mpaka Lodwar ilikuwa imepungua kidogo kwa muda, kwa miezi kadhaa, lakini juzi kulikuwa tena na kitendo fulani. Na sisi kama serikali tumepata habari za kudhibitisha ambazo zinaweza dhibitishwa ya kwamba wale wakora ambao wanaangamiza watu pale
wanajificha katika Turkana South Game Reserve, ndio wafanye ile uhalifu ambao wanafanyia wananchi katikati ya Kainuk na Kakongu. Kwa hivyo hiyo sehemu ya KWS tunaenda kuiweka katika gazeti rasmi ya serikali, na mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke ajisalimishe, aseme yeye ni nani. Na baada ya hiyo masaa kuisha, serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Game Reserve. Kila mtu atatoka pale. Mwenye atabaki pale ni wanyama wa polini na askari wetu wa KWS. Hakuna raia atakubaliwa pale ndani. Tusafishe ile mahali, halafu baadaye tutajadiliana ni jinsi gani hiyo game reserve itatumika. Kwa hivyo tumesimamisha kazi zote za wananchi pale. Kama wewe sio afisa wa kulinda wanyama pori, na kama wewe sio mnyama wa pori, utoke kwa hiyo game reserve. We will only allow wild animals and the Kenya Wildlife Service officers inside Turkana South Game Reserve. Period. Usiende pale ati ni umeenda kutafuta nyasi, sio umeenda kutafuta nini. Safari hii tunaenda kuweka mikakati ya kisheria kufanya ile mahali scene of crime. Pale ni mahali pa uhalifu. Na kama wewe sio afisa wa usalama, wewe sio mlinda wanyama pori, na wewe sio mnyama wa pori, uondoke pale until further notice. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo tutatangaza hiyo katika muda mchache ujao. We will comb that area, we'll seal it off and conduct a thorough security operation in that area and spare only the wild animals and the officers who guard those wild animals. Nyinyi mkiniangalia hivi nakaa mtu ya kushindwa na wahalifu? Hao majambazi wanaweza wezana na sisi? Watafute biashara ingine. We cannot have a country like this where people cannot go about their businesses. Unapata ya kwamba mtu anatoka kwake nyumbani, ako na mgonjwa, labda ni mama mgonjwa, ako na kansa, anapelekwa hospitali, alafu wahalifu wanafunga njia na kumpiga risasi. Hatuwezi kubali tuwe na nchi kama hiyo. Na kwa hivyo tutachukua hatua zozote ambazo zinahitajika mpaka tumenyane na hao wanaume na tuwaondoe pale, tuwapeleke mahali wahalifu wanapelekango. Na maafisa wetu, msiwe na huruma na hao watu. Na msisikize sauti za watu ambao wanaongea, ambao hawajui hali yetu pale. Mumeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale, wamepotea pale Elwak, mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Tutapambana na hii Al-Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya. Na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. Yes. So msiwe na huruma. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Mimi naomba tu maombi na subira kidogo. Ndanyorosha hawa watu. Ndawanyorosha. Na hii Kenya tutasafisha hii Kenya. Yes. It's either Kenya
ama bandits? Si mambo ni mawili, either nchi yetu ya Kenya ama magaidi. Sasa kati ya nchi ya Kenya na magaidi nani ataondoka kwa njia? Si ni magaidi? Basi askari wetu msiwe na huruma na hao watu. Wameua afisa wetu 5 jana usiku pale Lwak, mahali mimi mwenyewe nilikuwa mchana. Na mimi narudi huko. Narudi huko nikajiunge na ofisa wetu ambao wako kazi pale. Sababu siwezi kukaa Nairobi na kuwaacha wanaangamia pale peke yao. Hata hii Turkana South Game Reserve, mimi nitaingia huko na officers wangu huko ndani. Mpaka tujue kati ya Kenya na serikali ya Kenya kwa upande moja na magaidi, tujue ni nani mkubwa. Kwa sababu hao watu wamezoea. Kila saa wanafanya vituko vyao, tunafanya operation, baada ya wiki chache wanarudi tena katika hiyo vituko. Si ni kweli? Safari hii ni safari ya kuwaondoa kwa mapango yao. Tuwaondoe hii Kenya, tuwapeleke mahali wahalifu wanapelekwa, na ikiwezekana wakijaribu hii mchezo yao paka na pata potea ya kujaribu kuumiza askari yorosha hao watu paka wapotee, waende kwa shetani. Si namna hiyo? Ama mnataka askari awe na huruma na magaidi? Mimi sijaona watu wakiandamana wakati officers wamekufa. Wiki iliyopita mimi nimeona askari wangu wengine wameuawa pale Lamu. Wengine nimeona wamenusurika, wamepigwa risasi miguu mpaka wamekatwa mguu hospitali. Na hao ni vijana wadogo miaka 23. Kwa hivyo tunaomba hata watu wetu ya media na watu wengine, wakati tunaongea hii mambo we must think as nationalists. Siongee tu kiolela hivi. Usiende ukae kwa hoteli alafu anze kusema mambo yako tu ukiwa kwa hoteli na hujafika Kainuk, haujafika Elwak, haujafika Pandanguo, haujafika Milihoi. Sasa uko pale kwa hoteli, uko na air conditioner, unaandika mambo yako tu sijui nini, sijui human rights, I don't know what. Hapana. Jambo la 4, tunahitaji kuweka amani katika sehemu hii za mipaka. Sehemu hii ya Lokichogio inapakana na nchi jirani ya South Sudan, nchi jirani ya Ethiopia, nchi jirani ya Uganda. Na tumeanza kama serikali kuongea na serikali za nchi jirani. Na huyu Mheshimiwa Mnyesi ni mmoja wa wale wazee wetu, wakiwemo na Governor Jeremia na viongozi wengine. Tumeanza kutumia viongozi wa hapa na wazee wa hapa kuongea na serikali za nchi jirani ili tuweke amani katika sehemu hizi. Na hivi karibuni, kama vile Mheshimiwa Epuyo amesema, tutarudisha kamati za kiusalama, kamati za wazee, tutawatafutia rasilimali na pesa za kuhakikisha kwamba kamati hizo zinaongoza majadiliano na mbinu za kutafuta amani baina ya wakazi wa hapa Turkana na wakazi wa nchi jirani, nchi ya Ethiopia, nchi ya South Sudan na nchi ya Uganda. Na hivi karibuni mtasikia ile mambo ambayo ama hatua ambayo tutachukua, na huyu mzee wetu Mheshimiwa Mnyesi wakishirikiana na governor, MP na hao viongozi wengine watakuwa katika shughuli hiyo. Kuna ile sehemu ya Tondonyang na Lokiriama border post. Government is also finalizing arrangements to operationalize the Tondonyang and Lokiriama border posts.
so that we can be able to promote trade between Kenya and our neighboring countries, and also be able to collect revenue for our development. Mwisho kabisa, kuna mambo ya airport yetu ya Lokichogio. Nimesikia tunahitaji kama shilingi milioni 200 kumalizia ujenzi wa uwanja wa ndege na ukarabati wa vifaa vya uwanja wa ndege wa Lokichogio, na hiyo ni ahadi ambayo Mheshimiwa Rais pia alitoa kwa watu wa Lokichogio. Kwa hivyo nitashauriana na mwenzangu Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Murkomen, na tutarudi hapa. Kwanza tunaenda kutafuta pesa ya kukamilisha hiyo ukarabati wa kiwanja, na vile vile tutaita mkutano kule Nairobi. Governor, waheshimiwa, mkuje tuende tuongee na watu ya Kenya Airways, Jambo Jet, ndio waongeze safari ama waanzishe safari ya ndege ambazo zitakuwa zinakuja hapa. Mwisho kabisa niseme kuletwa kwa sub-county sio tu mambo ya DCC, sio tu mambo ya maofisa wa usajili. Nafasi za kazi kutoka sasa, kama kazi zozote ambazo zitapeanwa hapa na serikali ya Kenya, walimu, askari polisi, askari wa jeshi, kazi zote sasa zitakuwa zinapeanwa hapa Lokichogio. Huduma zile nyingine zitapatiwana hapa, vitambulisho hapa. Kwa sababu kabla ya kuanzishwa kwa hii sub-county, wananchi wengi, kuna wananchi walikuwa wanasafiri kilomita 110 kutafuta sub-county headquarters. Sasa hiyo safari tumeikata. Na vile vile katika hizo ofisi za serikali, hizi kazi ndogo ndogo za hapa, office assistant, cleaner, kazi zingine hapa za hapa, policy ya serikali ni kwamba, ama sera ya serikali ni kwamba, hizo kazi ambazo ni kazi za hapa, kazi za chini, sipewe vijana wa hapa Lokichogio. Nikimalizia, kuna maneno ya NPRs. Nashukuru umesema ya kwamba NPR wametusaidia sana kuleta hali ama kuimarisha hali ya usalama hapa. Kuna wengi ambao tuko nao NPRs lakini hawajafanyiwa training. Tulitrain 140. Na asante sana Mheshimiwa Governor, wewe ndiye ulikuja kusimamia mkiwa na County Commissioner wakati walikuwa na pass out. Na nimeamrisha County Commissioner na County Police Commander na timu yote ya usalama hapa Turkana iweke mpango ya kutrain NPR wote ambao hawajakuwa trained hapa Turkana County, ambao ni 370. Wawekwe kwa training haraka iwezekanavyo, na wawe wamemaliza training yao na wawe wamepass out ifikapo mwezi wa 8. Hao wakitoka, hiyo itakuwa nyongeza katika mambo ya usalama. Na pia kuna wale wachache wamebaki, tutaangalia katika bajeti vile vile, bajeti kituruhusu tutawaongezea. Kwa hivyo mimi sitaki kuzidi hapa, kwa sababu jambo la leo ilikuwa mambo ya kuleta sub-county hapa. Nimeahidi nitakuja hapa mwezi huu baadaye, kwa sababu ya hizo divisions ambazo tumebakisha hapa. Nitakuja hapa tena kwa sababu ya sub-county ya Loriama na hiyo ingine ya Ro,
na Suguta. Nitakuja hapa vile vile kwa mambo ya Lokichogio Airport. Nitakuja hapa kwa mambo ya barabara na mambo ingine ya maendeleo na mambo ya kutengeneza amani.